naongelea kwa habari ya malezi ya watoto. Mara nyingi wazazi tumeachia majirani, marafiki, mabinti wa kazi malezi ya watoto. Tumeshindwa kutimiza wajibu ambao Mungu ametupa. Kumbuka wewe mzazi umepewa dhamana na Mungu. Amekupa watoto wa kike na wa kiume, hata kama ni wa kike tu au wa kiume, lakini unao wajibu wa kuhakikisha wanakuwa vizuri, wanaendelea vizuri. Naamini hata wewe ulikuwa mtoto, na kama ulikuwa mtoto ulikuwa na ndoto ambazo unatamani zitimie. Zitatimiaje ndoto? Lazima uwe na watu wa kukusapoti. Kama wazazi, mimi kama mzazi, kama mama, katika miaka yangu 22 ya kazi nimekutana na watoto ambao wana changamoto mbalimbali. Hao watoto si kwamba hawana wazazi, wana baba, wana mama, lakini wametelekezwa. Baba yuko bize, mama yuko bize. Mama au baba anajua kwamba akishatoa hela ya ada, akishatoa hela ya chakula, akishamnunulia nguo hizo ni ya sikukuu au yoyote ile, yeye anajua mmaliza kazi. Hapana. Nini maana ya malezi? Malezi ni kufuatia hatua kwa hatua maendeleo ya mtoto, mabadiliko yake, changamoto ziwe ni nzuri ziwe mbaya, ni lazima mzazi ujue kwenye malezi. Na mara nyingi kwenye malezi tumekuwa tunafuatilia sana, mbona mtoto amefeli. Huanzi kumjengea mtoto msingi wake wa elimu. Mara nyingi wazazi tunasubiri mtoto akosee ndipo tumuonye, si ndio hivyo wazazi? Unasubiri akosee ndipo fanye nini? Umuonye. Wakati mwanao wewe ni mtoto wako, una uwezo wa kuwekeza kila kitu kwenye ubongo wake, una uwezo wa kujenga vitu vizuri kwenye ufahamu wake. Hata akaja kuwa daktari kama mimi, hata akaja kuwa mchungaji kama mimi, vitu vizuri vinatengenezwa, lakini vitu vibaya pia vinatengenezwa. Nikuambie mzazi mwenzangu, hakikisha unafuatilia maendeleo ya mwanao, iwe ni shuleni. Kuna watoto wengine wanafanywa vitu vibaya shuleni, wazazi hawajui. Wiki haishi tumeleta, unakuta mtoto amekuja ana nini, anaambatana na mzazi. Nini? Mwanangu kafanyikiwa kitu kibaya, mwanangu kababu kalawitiwa akiwa shuleni. Unajiuliza, mama huyu mtu ana wazazi, ana baba na mama, lakini kwa nini kafanyiwa vile? Mama yeye ana kazi ya kutoa ada. Mzazi mwenzangu, fumbuka macho. Acha tu kuachia walimu ulezi. Kuna nyumbani wengine wanaachia wajomba, kaa na mjomba. Dunia imebadilika wazazi wenzangu. Ni saa ya kufuatilia watoto wetu ili tuje kuwa na kizazi bora, tuje kuwa na familia bora. Unaonaje wewe kama ungeharibiwa maisha huko? Kazi ninachofanyia, amefanyiwa operation mtoto wa miaka 13 kujifungua. Kiangalia ndoto zimekatishwa. Lakini kwa nini? Tukifuatilia tukaambiwa yule mtoto alikuwa anakuja jirani yake, kijana tu wa shule sekondari na msingi, form 1 na darasa la 7. Wanaangalia TV, anaishi na mama wa kambo. Si kama mama wa kambo ni wabaya, ni wazuri. Ila tu kuna wakati mwingine hawezi kujali kama vile mama anavyojali. Si wasemi vibaya mama wa kambo, ni wazuri sana wanalea. Lakini kuna wakati tunawaamini wengine tunaowaachia watoto. Yule mtoto amefanywa upasuaji juzi, asaidia na kidonda na amebaki nyumbani. Umeona la 7 huyo. Mzazi, fumbuka macho. Siku hizi kuna utandawazi ni mbaya. Muda wangu utoshi, asante kunisikiliza.